Naam, kama nilivyotanguliza kwenu ayati ambazo nimewasomea zikielezea kuhusiana na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manhajul jihadiyya, walau kariha man kariha, japokuwa watachukia wenye kuchukia, walakinna alhaqu ya'lu, lakini haki, walakinna alhaqa ya'lu, haki siku zote itakuwa juu, walbatil asfal, na batil itakuwa chini, kama alivyotuahidi Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, bila kupoteza muda, biidhnillah tabaraka wa taala, hii darasa zetu ambazo tutakuwa tunaendeleza katika kuelezea manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatoa watu katika dhulumatu, kutoka katika giza na kuwaleta katika mwangaza ambao wenye nuru, biidhnillah tabaraka wa taala. Mwenye kutufuatilia kufuatilia darasa hizi ambazo zinapatikana katika media zetu ambazo kila siku ambazo zinasambazwa katika ulimwengu, media za Guardian of the Truth, kuzungumzia haki. Tunaomba Allah azza wa jalla awahifadhi waanzilishi wa media hizo, na tunaomba Allah tabaraka wa taala ajalie kuwe ni sababu ya watu kuongoka na kutoka katika dhulumati ila nuri, kuingia katika nuru ya mwangaza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, bila kupoteza muda, kama nilivyowaambia, darasa yetu tumeanza kutanguliza aya hiyo ambayo inapatikana katika suratul Nisa, aya ya 95. Allah tabaraka wa taala anasema, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghayru ulil darari, kwamba hawawezi kuwa sawasawa katika waumini ambao wamekaa na wale ambao ghairu uludharari, kutosha watu ambao wenye wako na madhara fulani, walmujahiduna fi sabilillah, na wamujahidina katika njia ya Allah tabaraka wa taala, biamwalihim, ambao wametoka na mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao. Kwa nini? Kwa sababu fadhalallahu almujahidina, Allah amewaboresha wa mujahidina, amewafadhilisha wa mujahidina biamwalihim, kwa mali zao, ambao wametoka na mali zao, wa anfusihim, na wametoa nafsi zao, ala alqaidina, kwa wale ambao wenye wamekaa hawapigani jihadi, kwa daraja kubwa sana. Wa kullan, lakini wote wawili hao, mwenye amekaa na mwenye ambaye mwenye amekaa kwa wote katika wawili hao, wa kulla wa'ada Allahu alhusna, wote katika watu wawili hao ambao wa mujahidina, ambao wametoka katika sabilillah kwa mali zao na nafsi zao, na uli dharari, ambao ndio wamekusudiwa hapo, au uli dharari, Allah wenye ametosha kwamba ghairu uli dharari, na hao ambao ni uli dharari, ambao walikuwa wanataka kutoka, lakini kwa sababu ya madhara fulani ama na sababu fulani za kisheria zimewazuia, wote Allah tabaraka wa taala anasema amewaahidi mambo mazuri, ambayo katika tafsiri tutaona hapo kwamba uzuri ambao Allah amewaahidi ni janna yake subhanahu wa taala. Kwanza kabisa tuangalie katika tafsiri ya aya hiyo, katika tafsiri ya alimin al-ulamai, katika maulama ambao wametutangulia. Kwanza tuanze na tafsiri ya Imam Saadi. Imam Saadi anasemaje katika tafsiri hii? Imam Saadi anasema, la yastawi man jahada minal mu'minina binafsihi wa mali. Angalia katika tafsiri ya Imam Saadi, hiyo aya ya 95, utaona faida nyingi sana anatoelezea imamu huyu. Anasema hawezi kuwa sawasawa mtu ambaye mwenye kupigana jihadi, minal mu'minina, katika waumini, binafsihi, kwa nafsi yake, amanake ametoka yeye mwenyewe, wa mali hii, na ametoa mali yake, wa man lam yakhruj lil jihad, na yule ambaye hakutoka kwa ajili ya kupigana jihadi, walam yuqatil, wala hakupigana wala hakuwapiganisha aada Allah, maadui wa Allah tabaraka wa taala. Hawawezi kuwa sawasawa watu wawili hao. Huyu mwenye amekaa hana udhuru wowote wa kisheria, amekaa tu kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, na huyu ambaye mwenye ametoka kwa ajili na nafsi yake na mali yake kwenda kupigana jihadi, Imam Saadi anasema hawawezi kuwa sawa sawa. Fafihi, katika aya hiyo sasa, alhathu, kuna mahimizo
kuna himizo kubwa sana ala al-khuruj liljihad, kuna mahimizo makubwa sana watu watoke kwenda kupigana jihad. Watarghibu fi dhalika, pia na kuwapendezesha watu jambo hilo. Katika aya hiyo kuna himizo, watu wanahimizwa watoke kwenda kupigana jihad fi sabilillah. Pia na kuna targhib, kuna manake mapendekezo, manake watu kupendelewa, manake watu waende fanya nini ibada hiyo ya jihadi kuwa kama ni ibada nzuri sana watu waifanye. Watarhibu, pia kuna vitisho ndani yake, min takasil, kwa yule ambaye mwenye atakayerudia nyuma, atakayefanya uvivu hakutoka, walqoodi akaamua kukaa, anhu kulingana kutokana na jihadi, min ghairi udhurin, tofauti na akiwa hana udhuru wowote. Manake kuna targhib wa tarhib. Targhib ni kumpendezesha mtu ibada hiyo aweze kuifanya. Wa tarhib ni kumwogopesha mtu asipofanya atapata madhara fulani. Kwa hivyo katika aya hii Imam Saadi anasema kuna himizo na pia kuna mahimizo na kuna makatazo na pia kuna vitisho na kuna vitu vya kupendezesha ndani yake kwa yule ambaye mwenye atafanya uvivu na kukaa kutoka kuacha jihadi, na yule tofauti na udhuru wote, hana udhuru wote wa kisheria, yeye ameamua tu kukaa akaacha kwenda kupigana jihadi. Wa amma ahlud dharar, ama watu ambao wenyewe nasemekana kwamba ahlud dharar, kwa sababu aya hii imetaja watu wawili ambao wote wana ruhusa na wote ambao wanaonekana daraja zao ni sawa sawa, ikiwa ni hivi ambavyo tutaona katika aya hiyo. Allah tabaraka wa taala aliposema kwamba ghairu ulil dharar, hao watu isipokuwa watu ambao wenye madhara. Ni watu gani? Imam Saadi anasema wa amma ahlud dharar, ama watu ambao wanasemekana ni ahlud dharar kalmariz, ni kama mgonjwa, mtu ambaye ni mgonjwa hawezi kutembea, ana maradhi fulani na shida fulani, huyo halazimishi. Wal a'ma, na mtu ambaye ni kipofu. Wal a'raj, na mtu ambaye ni mlemavu. Hao watu wa design hii, watu ambao wanafanana na hao, hawajalazimishwa kutoka katika jihad fi sabilillah. Lakini tofauti na hao ama wenye wanafanana na hao kila mtu ni wajibu kwake atoke katika jihad fi sabilillah bi amwalihim, kwa mali zao na nafsi zao. Anasema walladhi la yajidu ma yatajahaza bi, na mtu ambaye mwenye hana cha kujiandalia, manake hana pesa, hana nini, hana kitu ambacho kinaweza kumwezesha kutoka katika jihadi, huyo naye anaingia katika kipande hicho cha aya. Fa innahum laysu bimanzilatil qaidina min ghairi udhur, au hawahesabiki kama ni watu ambao wamekaa tofauti na hawana udhuru wowote, au wanahesabika kama ni watu ambao wamekosa cha kufanya. Faman kana min ulil dharar, mtu ambaye atakuwa katika watu ambao wenye madhara, radiyan biqu'udihi la yanwi al-khuruj fi sabilillah almani wala yuhaddithu binafsihi bidhalika. Manake mwenye ambaye atakayeridhia kukaa tofauti na wenye wametajwa, akakaa hakutia nia ya kutoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala, ameamua kae tu katika mji wake aridhike na kuswali na kufunga na kufanya ibada zingine, lakini akaacha kutoka katika jihad fi sabilillah, wala yuhadithu nafsahu, wala hakuizungumzia nafsi yake. Kuizungumzia nafsi yake nini? Manake anaipenda jihadi kisha akaizungumzia nafsi yake jinsi anapenda, ama kuzungumzia watu wengine, kuwaambia watu kwamba jihadu fi sabilillah watu waweze kutoka, kuwahimiza. Fa innahu bimanzilatil qa'idu li ghairi udhur, huyo anaingia katika hukumu ya mtu mwenye amekaa bila udhuru wowote. Wa man kana aziman ala al-khuruj fi sabilillah, Imam Saadi anaendelea kusema mtu mwenye atakayazimia kutoka katika njia ya Allah, laula wujudil mani yatamanni dhalika wa yuhaddith bihi nafsa, hata kama hakupata cha kumzuia kwamba kinyi kinamzuia katika jambo hilo kisha na kuzungumzia nafsi yake, fa innahu bimanzilati man kharaja liljihadi. Kwa maana anamaanisha Imam Saadi katika ibara hii ya pili kwamba yule ambaye atakayetiania na kuazimia, lakini akawa ana kitu ambacho kinamzuia ambacho hakitamuweza, lakini akawa anaizungumzia nafsi yake jihadi, anaipenda na anaizungumzia watu, basi mtu huyo yuko katika manzila tu man kharaja liljihadi, manake anafanana na yule mwenye ametoka, kama tutakavyoona huko mbele hadithi ambazo zinafafanua jambo hilo, kwamba mtu mwenye amekaa na hajaridhika kukaa kwake, anatamani atoke na wamujahidina kwenda kupigana jihadi, na yule ambaye mwenye amekaa lakini ameridhika na hakutia nia
hawafanani watu hao. Watu ambao wenye metoja anti al-qaidina ni watu tofauti na hao ambao tumeona hapo. Hiyo ni riwaya ya Imamu Saadi, ni ndefu lakini mimi nimeileta kwa ufupi biidhnillah. Mwenyewe anataka aende asome tafsiri ya Suratul Nisa aya 95 ikizungumzia hukumu ya mtu ambaye mwenye amekaa hakutoka katika jihad fi sabilillah. Turudie katika tafsiri ya al-Imamu al-Baghawi. Al-Imamu al-Baghawi tuone na yeye anasema nini. Al-Imamu al-Baghawi na yeye anasema qauluhu ta'ala la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin. Kauli yake Allah tabaraka wa taala la yastawi al-qa'iduna, hawezi kuwa sawa sawa wale ambao wamekaa min al-mu'minina, katika waumini. Anasema akhbarana Abdul Wahid, ametupatia habari sisi mtu mwenye wanamuita Abdul Wahid ibn Ahmadi al-Malihi huyo, anna Ahmad ibn Abdullah an-Nu'aymi anna Muhammad ibn Yusuf anna Muhammad ibn Ismail sana Abdul Aziz ibn Abdullah sana Ibrahim ibn Abdullah. Hao wote silsila ya hadithi imekuja hivyo. Hadathana Ibrahim ibn Sa'di az-Zuhri hadathani Salih ibn Kaisani. Hao wote silsila hadithi imekuja na wataja an Ibn Shihabi an Sahali ibn Sa'di as-Sa'idi radiyallahu anhu annahu qala, sahaba huyu amesema, naomba Allah muwie radhi, raaitu Marwan ibn Hikam, nimeona Marwan ibn Hikam jalisan fil masjid, amekaa katika msikiti, faqbaltu, nikamuelekea hata jalasati ila jambi, mpaka hata jalasu ila jambi, mpaka nikakuwa karibu yake, nikamsogelea, maana yake nikawa karibu naye sana katika upande wa mbavu yake. Fa akhbarana, akatupatia habari anna Zaida, kwamba hakika Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu akhbarahu, amempatia habari anna Rasulullah, kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amla alaihi, alimsomea maneno haya, alimsomea aya hiyo ambayo inasema la yastawi alqaiduna minal mu'minina ghairu uli dharari wal mujahidina fi sabilillah mpaka mwisho. Qala, akasema fajaa ibn Ummi Maktum, baada ya Mtume kumsomea Zaid ibn Thabit hiyo aya, ibn Maktum akaja, wa huwa yumliha alayya. Ibn Maktum alikuja na hali ya kuwa Mtume angalia ananisomea, bado ananisomea hiyo aya, manake nilikuwa bado ninasoma hiyo aya, anasoma mimi naandika. Faqala, akasema ibn Ummi Maktum, Abdullah ibn Ummi Maktum, ya Rasulullah, Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, lau astati'ul jihad la jahad, lau ningelikuwa naweza kupigana jihad na mimi ningeenda kupigana jihad, na mimi ningetoka kama wanapotoka wengine kwenda kupigana jihad. Angalia maswahaba jinsi walipenda kupigana kuliko sisi ambao wengi tunapenda kukaa kuliko kupigana jihad fi sabilillah. Walijua fadhlu na daraja ya jihad, mpaka wanawake wakatamani, tutaona hadithi zitakazokuja kumbe, mpaka wanawake wanatamani kwenda kupigana jihadi na wanaomba istizani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaambia jihadu kunna alhajju wal umra, kwenda kupigana jihadi kwenu ni kwenda kuhiji na umra. Leo tumebadilisha, jihadi ya wanawake ndio inafanywa na wanaume, jihadi ya wanaume inafanywa na wanawake. Leo hii mujahidina wengi sana, ukiangalia umma ya Kiislamu ya jihadi ni wanawake, wanaume ni wachache. Lakini ukiangalia umma ya hija na umra, wengi wenye wanaifanya ni wanaume, wanawake ni wachache. Tukabadilisha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha usnida al-amru ila ghairi ahliha fantadhiri saa, utakapoona kwamba watu wamebadilisha jambo la mwanamke, ibada ya mwanamke ikafanywa ndio ya mwanaume, na ibada ya mwanaume ikafanywa kuwa ndio ya mwanamke, fantadhiri saa, tusubirie kiyama, na kiyama ndio hicho kinakuja. Ndio sasa anasema lau astati'ul jihad la jihadu. Ibn Maktum anasema hii kulingana hiyo aya jinsi imeteremshwa na jinsi inaelezea uzuri wa jihadi. Lau ningelikuwa na mimi na uwezo, na mimi ningeenda kupigana jihadi. Wakana rajulan a'ma, alikuwa ni mtu ambaye ni kipofu. Fa anzalallahu ta'ala, Allah akateremsha aya nyingine ya kumsapoti Abdullah ibn Ummi Maktum. Inasemaje? Anasema inasema ghairu uli dharar, ikamtoshia uzito Abdullah ibn Ummi Maktumi kwa kile ambacho alisikia mara ya kwanza. Thumma sariya anhu fa anzalallahu azza wa jalla, Allah iteremsha aya hiyo. Fa hadhihi al-aya, basi aya hiyo baada ya kuteremka, fil jihadi,
katika jihadi, katika mambo ya jihadi, walhathu alayhi, na kuhimiza jambo hilo. Faqala, akasema la yastawi alqa'iduna min almu'minina anil jihadi ghayru uli dharari qara ahlul madinati wa ibn amir wal kasai binasbi ar-ra'i. wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ghayru uli dharari fa innahum yusawuna almujahiduna lianna al'udhru aq'adahum. Hao watu wawili ulidharari na mujahiduna fi sabilillah wote wamewekwa sawa sawa, kwa sababu hawa wameshindwa kutoka kwa sababu ya dharura fulani, kama ya Abdullah bin Ummi Maktum. Na hawa wametoka kwa sababu wako na uwezo. Sasa wote wakafanywa kuwa sawa sawa, lakini katika jambo hilo pia kuna ikhtilafu kwamba kweli watakuwa sawa sawa au kuna daraja fulani ambazo zitakuwa wanapishana. Hiyo pia maulama wamekhtalifiana. Kuko wenye wanasema ni sawa kulingana na hadithi za Mtume, na kuko wenye wanasema hawawezi kuwa sawa sawa. Hawa wenye wametoka wako na daraja kushindia hawa wenye wamekaa. Kwa hivyo hiyo sio mada yetu, lakini kikubwa ni kuelewa kwamba mtu ambaye mwenye ana udhuru ya kisheria hana hukumu moja na mtu mwenye amekaa na hajajiandalia jihadi na wala hapendi jihadi katika nafsi yake, anatangaza jihadu nafsi, kama tunavyosikia kwa maulama usuli ambao wanatangaza jihadu nafsi. Wanatanguliza jihadu nafsi katika jihadul qitali, ambao sio haki, sio ukweli. Jihadi ambayo yenye natangulizwa ni jihadi ya qital kabla jihadu nafsi. Jihadu nafsi inapatikana katika ardhul khilafa. Ukiwa katika ardhul khilafa, basi pale ndio pambana na nafsi yako, isifanye maasi, isikutupe katika maasi ukaharibu jihadi yako. Lakini awwalu shay'in, jambo la kwanza kabisa, aljihadu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aljihadu dhirwatu sinami, ndio yenye kilele chenye kinatangaza Uislamu huu. Mwenye ataacha Uislamu, ataacha kupigana jihadi, basi Uislamu wake uko na shaka, na mbele ya Allah tabaraka wa taala kuna maswali mengi sana kama tutakavyoona huko mbele. Hiyo ni tafsiri ya al-Imamu As-Sa'di. Imamu Sa'di ana maneno mengi sana katika tafsiri yake hiyo. Al-Imamu Al-Baghawi. Tuliona tafsiri ya Imamu Sa'di jinsi nimeelezea, na hii ni tafsiri ya Imamu Al-Baghawi. Wanaelezea katika kutafsiri aya hiyo, na wakaleta hadithi hiyo ambayo nimewasomea kwenu, ikielezea uzuri na ikielezea kwamba bamujahidina fi sabilillah wana daraja kubwa sana kuliko watu ambao ni qaidina anil jihadun fi sabilillahi tabaraka wa taala. وقد جاءت رواية أخرى فيما روى شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى قال، amesema al-Imamu Ibn Kathir katika tafsiri yake, na yeye anasema katika kutafsiri aya hiyo kwamba la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru uli dharar. Kama tulivyoona tafsiri ya Imamu Sa'di na Imamu Al-Baghawi tu katika tafsiri ya al-Imamu Ibn Kathir na tafsiri zingine za Qurtubi na maimamu wengine ambao ni mufassirina Ahlus Sunnah wal Jamaa, wenyewe wanatambulika vizuri katika manhaji hii Ahlus Sunnah wal Jamaa, wakitafsiri maneno ya Allah tabaraka wa taala. Imamu Ibn Kathir anasema qala al-Bukhari, amesema al-Imamu al-Bukhari, hadathana Hafs, ametuhadithia sisi Hafsa ibn Umar ibn Hafsa mtoto wa Umar ibn Khattab. Hadathana Shu'ba, ametuhadithia Shu'ba an Abi Ishaq an Barra qala lamma nazalat, kutoka kwa Barra anasema qala, amesema kwamba lamma nazalat, wakati iliteremshwa aya hiyo, la yastawi alqaiduna minal mu'minina, wakati iliteremshwa hiyo aya ilishuka, daa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan, mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Zaid bin Thabit, kama tulivyoona katika kama tulivyoona katika tafsiri ya Imamu Sa'di na Imamu Al-Baghawi. Tafsiri ziko zinafanana, kama tulisema hawa maulama wote tafsiri zao hazina ikhtilafu
kila mtu ameelezea kwa ufahamu wake ambao ni mzuri zaidi, tofauti na fahamu za maulama wa zama hizi ambao ni muasirina, wakielezea tofauti na vile ambao wameelezea maulama ambao waliotangulia kama hao wenye tunawasomea. Imam Ibn Kathir anaendelea, anasema akileta ushahidi wa hadithi ambayo imetoka kwa Bara anasema wakati imeteremshwa aya hii, Mtume alimuita Zaid bin Thabit, fakatabaha, akaandika hayo maneno. Mtume alikuwa na waandishi wake, miongoni mwa waandishi wenye walikuwa wakiandika Qur'an ikiteremshwa, aya za Qur'an zikiteremka, alikuwa ni Zaid bin Thabit na wengine wakina Umar bin Khattab na maswahaba wengine ambao ni maarufu wenyewe wanajulikana katika kuandika Qur'an. Sasa alimuita sahaba huyo, akamwambia aandike maneno haya. Baada ya kumaliza kuandika, fajaa ibn Ummi Maktum, akaja Abdullah ibn Ummi Maktum, fashaka dhararatahu, akamshtakia Mtume kulingana na upungufu wenye uko nao wa upofu. Baada ya kumwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume na mimi niko kipofu, kama tulivyoona katika riwaya zilizotangulia, maneno yaliyotangulia ya maulama wa haki, faanzala Allahu azza wa jalla, Allah akateremsha aya ya kumkhaffafa na kumfanyia kumuondoshia ule uzito wenye yuko nao, akasema ghairu ulidharar, isipokuwa wale ambao wana madhara. Na katika hadithi zingine zimekuja kama tutakavyoona huko mbele biidhnillahi wa aunihi, Allah tabaraka wa taala mufassirina wakielezea hadithi na kuendelea kutafsiri zaidi hadithi hiyo. Ninachotaka ufahamu ndugu yangu Muislamu, baada ya ushahidi huo, ninataka kukubainishia kati ya manhaji ya ahlus sunnati wal jamaa na manhaji ya wasiokuwa hao, kwa sababu hunaka shubuhati. Leo kuna shubha wa hunaka tafsirati, na katika zama zetu hizi kuna tafsiri mbalimbali ambazo maulama ambao wamekuja katika zama hizi wanazileta. Ni shubha kwa watu ambao ni matulabul ilm, wanatafuta ilmu. Watu ambao wenye wanatafuta ilmu wamefunikwa na hiyo shubuhati, wameshindwa namna ya kuelewa ukweli uko wapi. Kwa hivyo ndio maana tumeamua leo biidhnillah kuanza hii silsila ambayo nimeelezea. Darasa yetu hii ni silsila ambayo inajengwa kwa msingi wa kuzuia na kutetea manhajul khilafa. Manhaji hii ya khilafa, al-khilafatu rashida ala minhaji nubuwa, khilafa ambayo imekuja katika manhaji ya Mtume, kutoka kwa Abu Bakar Siddiq mpaka leo hii kwa khalifa mwenye yuko katika ulimwengu ambaye wanamuita Abu Hafs. Mwenyewe hajafanya bai'a, ni jukumu lake kumfanya bai'a kabla hajakutana na Allah tabaraka wa taala. Katika shingo yake hakuna bai'a. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, mtu yeyote mwenye ambaye hatafanya bai'a, mwenye atakufa katika shingo yake kuna bai'a ya khalifa, kuna bai'a ya amiri, mata mitatal jahiliya, huyo atakufa kifo cha kijahilia, maana yake utakufa kama kafiri. Kwa ni jukumu lako ndugu yangu Muislamu kufanya bai'a kwa khalifa huyo. Wewe mwenye ambaye haujaelewa, ufanye bai'a na muda ukingali, ili usije ukawa katika hawa ambao wenye watalaumiwa, watakuwa katika lawama mbele ya Allahu tabaraka wa taala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nimetaka kuwabainishia aya hiyo na hadithi hiyo ambayo nimewasomea, kuelezea kwamba jambo lenyewe linakamatana na ibada hii ya jihadun fi sabilillah. Ibada ya jihad fi sabilillah ni ibada ambayo inaendelea kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kwamba aljihadu madhun ila yaumil qiyama, jihadi itaendelea mpaka siku ya kiyama. Lakini leo hii kuna maulama ambao wanapinga jihadi na wanasema kwamba jihadi haiko. Wao wamesimamia katika misingi gani? Wao wamesimamia katika misingi ambayo ya kusimamia matwaghuti, makafiri ambao wanahukumu pasi na sheria za Allah tabaraka wa taala. Wao ndo wanawatetea, kisha wanazuia katika njia ya Allah kila mwenye ambaye
anatafuta njia ya kwenda kuungana na wamujahidina, wao ndo wanakuwa mwanzo wa kuzuia kwa maneno ama kwa vitendo. Wengine wao katika serikali ni mapolisi, ni wanajeshi, na ni wengine ni majasusi. Wao katika serikali za kikafiri wanatumikia serikali za kikafiri, na wengine wanasaidia kwa maneno, kama tunavyosikia mashehe wengi sana katika nchi ya Tanzania hii wakitetea manhaju demokratia, wanatetea manhaji za kidemokrasia na wanatetea viongozi wa demokrasia kwamba wao ndio ahaku, wenye ambao wana haki zaidi ya twaa, kutiiwa kuliko watu kumtii Mola wao azza wa jalla, kumtii Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo yeye amewaamrisha. Viongozi hawahukumu katika sheria za Allah. Viongozi wana manhaji zao na vitabu vyao venye wameandika tofauti na Qur'an. Leo hii itakuwaje Waislamu wahimizwe kuchagua, ama hata kama hauhimizi kuchagua, lakini katika midomo yao hakuna maneno yenyewe yanaonyesha kwamba anti wanapinga hizo manhaji, wote wanazisapoti, na mwenye ambaye atatokea kusema kwamba anti adafe hizo manhaji ama atetee manhajul qitali anapiganishwa na mashehe wenyewe kwa kauli ya kusema kwamba ataleta vurugu, Waislamu watamwaga damu zao. Wakaogopa kumwaga damu za Waislamu, lakini wakashindwa kuogopa kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, akiwauliza kwa kitabu ambacho chenye Allah aliwakabidhi katika vifua vyao, kwa nini hawakukizungumza, kwa nini hawakuzungumza haki. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi tumejitolea kuongea haki. Faliyakun ma yakun, liko itakalokuwa, la nubali lao matalaim, hatujali lawama za mwenye kulaumu. Lakini kiukweli kabisa sisi ni kuchukua maneno ambayo maulama wametafsiri tukawaletea mbele yenu, ima uchukue haki uridhike nayo, au uiache ufuate maulama ambao ni muhadhilina, ambao wanaipinga dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu manhaji hii ni manhaji ambayo imekuja katika ubainifu, liyahlika man halaka an bayina, mtu aangamie kwa sababu ya ubainifu, wa yahya man hayya anil bayina, na mtu apate uhai, manake apate maneno arudie katika manhaji sahihi kulingana na ubainifu ambao wenye tutakupatia. Sisi hatukusomei Taurati, wala hatukusomei Injili, wala hatukusomei Bible, wala hatukusomei kitabu chochote kile, wala katiba za makafiri. Tunakusomea kitabu cha Allah kwa tafsiri za maulama ambao ni masalaf, sio hawa makhalafi ambao wanatafsiri kwa tafsiri za kina Uthaymeen, tafsiri za kina Fauzani, tafsiri za kina hao maulama usui ambao wao katika ulimwengu huu. Naomba Allah tabaraka wa taala wenye wamekufa, naomba Allah wenye wamekufa awapatie chenye kinastahili, na wenye ambao wako hai naomba Allah tabaraka wa taala awaongoze Fauzani, katika Fauzani na wengine ambao anashirikiana nao katika da'wa ya kupotosha umma huu. Naomba Allah tabaraka wa taala awapatie chenye kinastahili. Wenye wamekufa hawajafanya tauba, wenye wamekufa hawakuizungumza jihadi ukweli wa kuizungumza, naomba Allah tabaraka wa taala awapatie chenye kinastahili. Na wenye ambao wako hai, Allah tabaraka wa taala tunaomba awaongoze, awapatie hidayah, waweze kurudia katika msimamo na wazungumze jihadun fi sabilillah. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, kama nilivyokuambia, hii ni silsilatu difai anil manhaj ahli sunnati wal jamaa, manhajul khilafa. Hii ni silsila ambayo tumeanza nayo katika kudafa manhaj ahli sunnati wal jamaa, manhajul khilafa, manhaj ya kurudisha khilafa kama alivyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na khilafa ndio hiyo ishafika, watu baada ya kuiunga mkono, watu ndio wanaifanyia khidhlani, wal billahi min dhalika. Naomba Allah tabaraka tuepushe na maulama usul. Kwa hivyo tunawapatia tahadhari maulama ambao wanafanya da'wa ya kupinga jihadi, ama ambao hawataki kuzungumza jihadi, na kila mwenye anazungumza jihadi wanatosha makucha yao kwa ajili ya kumrarua. Tunawahusia na tunawahimiza waachane na jambo hilo, ili wasije wakaingia katika shida, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yuko na maneno makali sana kwa watu hawa ambao wamejua haki kisha hawakuizungumza wakaificha, na tutabainisha huko mbele biaunillahi azza wa jalla. Kwa hivyo leo insha Allah tutaishia pale biidhnillah. Allah akijalia katika darasa inayokuja tutakuja kubainisha
tutakuja kubainisha mengi zaidi katika darasa hii. Ndugu yenu, kama nilivyowaambia, ndugu yenu hapa, jina langu wananiita Abu Ikrima Al-Faruq. Kwa darasa hizo ambazo nimeanza kuzileta kwa silsila ambayo ya kudafa manhaji hii, naomba Allah azza wa jalla atujalie ikhlas na atujalie darasa zetu zikuwe ni zenye kunufaisha watu, na awajalie viongozi wa Kiislamu kuwa na muendelezo wa kufanya nini, wa kupeleka Uislamu mbele, na atuepushe na maulama ambao ni maulama waovu. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana mimman yastami'una alqawl fattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu murtabasan alayna fanadil, waj'alna lilmuttaqina imaman. Wassalamu alaykum ورحمة الله وصوت المدافع والطائرات لنا محيات الذنوب الثقال. نرجو السلام في المعمعات ألذ من العيش في طيب حال. وصوت المدافع والطائرات لنا محيات الذنوب الثقال. وسل خالدا حين لقى الممات لقد عاش دهرا دروبا الرجال، فقد قال لا تقطع السبات جبل قعيد لسوى العيال. وسل خالدا حين لقى الممات لقد عاش دهرا دروبا الرجال، فقد قال لا تقطع السبات جبل قعيد لسوى العيال. أنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء للكائنات، فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء للكائنات. كفيض الغمام لسقيا النبات تقدم وحول حصول الطغاة، تقدم أخيا لسود الجبال في رمل البيادي للقيا الرجال.